kuna Timba, kuna Calafiori, kuna kichwa kama teke, kuna Saliba, utapita wapi? Tuambiane tu kweli. Ni nani saizi anaweza pita Calafiori? Hii Liverpool tutaitandika. Maana nilikuwa nishaisoma hii game yao, nikajua Chelsea against timu kubwa inacheza kama finali. Swadakta mtazamaji wangu, hujambo na karibu kwenye kipindi ukipendacho cha EPL Mtaani. Hiki ni kipindi bila shaka kinachoangazia matokeo na matukio ya ligi kuu nchini Uingereza. Tukiwa tumejiandaa na tukiwa tumekita kambi ndani ya jiji la Voi kukuletea mtanange kati ya Chelsea na Liverpool, magoli 2-1. Ndio ushindi ulioandikishwa na vijana wa Enzo Maresca, vijana wa Todd Boehly katika uga wa Stamford Bridge. Mchezaji Moises Caicedo akifungia Chelsea bao la mapema katika dakika 14. Mchezaji Cody Gakpo akifungia Liverpool bao la kusawazisha katika dakika ya 63. Estavao William Kinda mwenye umri wa miaka 18 akifungia Chelsea bao la ushindi katika dakika ya 95. Vile vile tunakwenda kuangazia mechi kati ya Arsenal na West Ham United, magoli 2-0. Vijana wa Mikel Arteta wakiandikisha ushindi mwingine baada ya kuicharaza klabu ya Olympiacos katika kombe la klabu bingwa barani Ulaya katika wiki iliyopita. Na moja kwa moja tunakwenda kuungana na shabiki wa Arsenal na Chelsea mtawalia kuweza kujua kunani katika nyuga hizi mbili, uga wa Stamford na uga wa Emirates. Safi sana, safi sana. Msao, mambo vipi? Niko fiti. Uko chonjo kabisa? Uko chonjo kabisa, nashukuru Mola mazee. Safi. Mechi ya Arsenal magoli 2-0 dhidi ya West Ham. Mchezaji Declan Rice akitia kimiani bao la kwanza na vile vile Bukayo Saka akitia kimiani bao la pili kupitia mkwaju wa penalti. Unazungumziaje mechi ya Arsenal dhidi ya West Ham United? Mechi yetu na West Ham United tulicheza kichampioni, kibingwa, unaelewa? Yaani nakwambia mechi ilichezwa kitaratibu. Bao moja first half, ingine second half. Kistaarabu, unaelewa? Na mimi ningependa kupongeza wachezaji wetu. Kuanzia Raya, clean sheet ni kawaida ya Raya. Defensive hakukuwa na any shot on target, hiyo ni kawaida, tumezoea, si mambo mageni kwetu. Midfield ilikuwa imeshikwa, ikabanwa, ikafanyiwa vizuri. Striking tusiongelee. Kwa hivyo mechi yetu na West Ham ilikuwa hodari, ilikuwa shupavu na kawaida yetu. Kucheza mechi shupavu, kucheza mechi ya kichampioni. Mechi ya 200 ya mchezaji Bukayo Saka, kijana kutoka taifa la Uingereza mwenye umri wa miaka 24, akiwa amefunga magoli 55. Unamzungumziaje Bukayo Saka? Kwanza kabisa ningependa nirekebishe. Haitwi Bukayo Saka, anaitwa Bukayo Messi Saka. Sawa? Kijana Bukayo Messi Saka, mimi sitaki nikudanganye. Tafadhali wale wenye wanatayarisha ile mambo ya Ballon d'Or, haina haja tuende kuchagua tufanye nini, kijana apewe tu. Mara hiyo msimu huu ni msimu wa Bukayo Messi Saka na Ballon d'Or ni ya Saka. Tafadhali. Kijana ni kijana mwenye ana ustadi, ni kijana mwenye anajua chenye anafanya. Ni kijana mwenye hawezi pewa chance pale kwa box, sawa? Baada hajafikisha 25. Ndio maana aliweza kupewa penalty hiyo badala wachezaji wampe Victor Gyökeres, kwa sababu pia Victor Gyökeres ana kama magoli kidogo, lakini naona Bukayo Saka alipewa penalty. Unajua Bukayo Saka, the reason as to why alipewa the penalty Bukayo Saka ilikuwa mechi yake ya 200, sawa? Kwa hivyo tulikuwa tunasherehekea tulikuwa tunasherehekea the 200 games za Bukayo Saka. Ndio posa ukaona kijana Gyökeres akamwambia, ndugu yangu achukua penalty tukisherehekea mechi 200. Ndio, safi. Hii ilikuwa ni mechi ya 300 ya mkufunzi Mikel Arteta tangu aweze kuchukua hatamu za uongozi pale ndani ya uga wa Emirates Stadium, akiwa ameshinda mechi 177. Hii ni rekodi sio mbovu sana, lakini kuna mashabiki wanasema kwamba Mikel Arteta ameshinda kombe moja la maana, FA peke yake. Ni FA ndo ameshinda, na tuseme tusitaje, lakini Community Shield hatutaki kutaja mbele ya mashabiki kwa kuwa mechi zenye vikombe vyenye tutakuwa tukishindia msimu huu vitakuwa vingi, na unapata Mikel Arteta amejaribu according to the way venye alikuja na venye ameleta wachezaji hadi tukafika penye tuko na kikosi yenye iko na depth.
kwa team, unapata. So mimi personally na personal view yangu, mimi naona kijana Mikel Arteta apewe muda na tuone chenye atatuletea msimu huu, na mimi niko 100% sure with Mikel Arteta kwamba this season unajua mashabiki wamezoea tukisema huu season, lakini tunawaambia season iko na next season tunawaambia hii season ni tofauti na zile zingine. Hii ni season ya tuko na Gyökeres, tuko na Havertz, tuko na Gabriel Jesus. Sawa. Na mimi I'm assuring you 100% Mikel Arteta will achieve it. Sawa. Na nikiona UEFA tutashinda. League tutabeba. FA tutaongea na Liverpool tuone itakuwaje. Lakini vikombe viwili zenye ni sure bet ni EPL na UEFA, na hivyo vikombe ni vya Mikel Arteta. Safi. Arsenali imekuwa na defense nzuri sana, imezungumziwa sana kwenye ligi kuu nchini Uingereza, kwa maana imekuwa haifungwi sana kama timu zingine. Kama kwa mfano Liverpool wamekuwa wakifungwa sana, lakini ukiangalia Arsenal wamesimama vizuri. Mechi dhidi ya Olympiacos, mechi dhidi ya Athletic Bilbao kwenye kombe la klabu bingwa barani Ulaya, Arsenal inazidi kusimama bila kufungwa. Unasemaje kuhusiana na defense au pale nyuma mabeki wa klabu ya Arsenal? Bana, mambo na defense ya Arsenal hatutaki kuongelea. Sawa? Mambo ya defense ya Arsenal I think sasa penye tumefika tuachie Mungu. Sawa? Kwa sababu pale sioni ndugu yangu, kuna Timba, kuna Calafiori, kuna kichwa kama teke, kuna Saliba, utapita wapi? Tuambiane tu kweli. Ni nani saizi anaweza pita Calafiori? Ni nani anaweza pita Timba? Ni nani atapita hapo katikati ya Gabriel na Saliba? Nani? Niambie tu. Si eti tunajisifu. Una get? Ni baraka za Mungu. Na Mungu tafadhali bariki wengine pia. Hizi baraka mazee zimekuwa mingi. Si defense, si mid, si strike. Unapata? Na mimi nataka kukuashua. Already according to the report yenye iko ni kwamba Arsenal ndio iko na best defensive, sawa? Na hii itakuwa in the whole world, sawa? Na itakuwa the whole season, sawa? Cause unapata hizo according to venye walikuwa wamejaribu kufanya hizo utafiti, ilikuwa for the past 4 matches, lakini tunataka kuashua kwamba itakuwa until season iishe, kwa sababu pale ndugu yangu pale ni fence. Pale ni fence ndugu yangu. Safi. Pale ni fence. Kweli. Kwa hivyo una imani Arsenal baada ya kuandikisha rekodi nzuri kwenye kombe la klabu bingwa Ulaya, UEFA Champions League, alama 6, alama 3 ndani ya Bilbao, alama 3 ndani ya Olympiacos, na sasa Arsenal vile wameweza kushinda mechi 2 mtawalia zikifuatana. Unaweza ukasema Arsenal sasa wanaweza wakabeba kombe la maana sana msimu huu, ama unadhani labda tuwape muda Arsenal? Hakuna cha kupeana muda, hakuna cha anaweza. Sawa? Tafadhali na kuomba tumia Kiswahili yenye inastahili. Sawa? Ni simple, tuta. Unajua kuna tofauti ya tuta na tuna. Sawa? Tuta ni assurity. Sawa? Ni sure bet, take it to the bank. Kwani UEFA bana, sisi tunangojea finali. Pale hakuna kitu. Pale finali tunaambiwa haya, sawa, mtacheza against PSG, mtacheza against Barcelona, mtacheza against nitaje Chelsea. Hebu ngoja. Mtacheza against hizo timu zingine, unapata? Sasa assurity pale ni sisi tutafika finali na tutabeba UEFA. Umesikia chenye nimesema? Tuta. Si tuna venye umeniuliza, tutabeba. Unajua? League tusiongelee. Kwani saizi nani ako top of the table? Nani saizi yako top of the table? Mimi hata hujaniuliza top of the table. Sawa? Nani saizi yako top of the table? Ni Arsenal. Ni mechi 7 peke yake msao. Mechi 7 peke yake ndani ya ligi kuu nchini Uingereza. Unadhani Arsenal kukua juu wanaweza wakashinda ligi wakiwa wamecheza mechi 7 peke yake? Bana, pale saizi kutoa, unaona top of the table saizi kutoa ndovu, nikiona labda ni pre-season. Sawa? Pre-season na tutainua mikono yetu juu tuseme haya sawa, tumekubali pre-season imefika, tutatoka juu ya table. At least tuachie wengine pia wasafishe meza ili turudi tena. Sawa? Pale juu ya table hatutoki, and take this to the bank. Venye ndovu amekaa pale juu ya mti, kutoka labda itakuwa pre-season.
Safi. Mechi yenu au mechi Arsenal dhidi ya West Ham, Arsenal ilikuwa na umiliki wa mpira wa 70%, nayo West Ham wakaweza kumiliki 30%. Unadhani nini ambacho Arsenal walikuwa nacho au Mikel Arteta aliweza kufanya akawanyonga kabisa vijana wa Nuno Espirito Santos? Unajua kwanza wale West Ham ni mandugu zetu, kwa hivyo tuliwachezea kitikitaka kama mandugu. Hatukuwa tunataka kuaibisha, sawa? Tulikuwa tunapeana pasi kwa pasi, kitikitaka, sawa, ili tusiwaibishe, sawa? Lakini ingekuwa timu kama, sitaki kutaja Manchester kwa sababu si timu, lakini itabidi tu niitaje. Ingekuwa kama timu kama Manchester wangekiona, sawa, lakini sisi sote ni wa London, ikabidi tuwachezeche tu kama London derby, kitikitaka, yani tunaguza pole pole bila haraka. Manake mlimpiga ama Arsenal iliweza kumpiga Nuno Espirito Santos akiwa kocha wa klabu ya West Ham, kocha mpya wa West Ham baada ya yule aliyekuwa Graham Potter kuweza kufurushwa na usimamizi wa klabu hiyo. Arsenal waliandikisha ushindi dhidi yake kwa sababu aliweza kupoteza mechi yake ya pili dhidi ya Arsenal ndani ya ligi kuu nchini Uingereza. Unaweza ukamzungumziaje mkufunzi wa klabu ya West Ham Nuno Espirito Santos? Unadhani ni kocha mzuri? Kwa sababu tumemwona ameondoka katika klabu ya Nottingham Forest. Nottingham Forest haijakuwa na rekodi nzuri tangu Ange Postecoglou aweze kuingia pale. Unaweza ukamzungumziaje Nuno Espirito Santos? As a football fan, mimi nataka niseme ukweli kwamba Nuno is a good coach, na Nuno akipewa muda utaona chenye atafanya katika timu ya West Ham United. I think unaweza muona venye alikuwa Nottingham Forest, penye alitoa Nottingham Forest, sawa? Na hadi mimi nilishindwa kuelewa the reason as to why Nuno alitolewa pale Nottingham Forest. That guy is really good. Ukiona venye aliingia, I think the first game akiwa anacheza pale Europa, if I'm not wrong, aliwezesha kucheza draw. Lakini since aliplay against the big team in the world, ilibidi tu apigwe, sawa? But personally Nuno is a good coach, na utaona the changes that ataleta pale West Ham United. Kweli. Maana kuna mashabiki wa Arsenal walisema Arsenal wangempiga mwana West Ham magoli 5 kama vile walivyofanyia Leeds United. Kawaida. Ndio maana nikakwambia West Ham saizi wameimprove, they have improved a lot, na the guy is smart. Hatukuwa tunataka kuaibisha, sawa? Kwa sababu unajua sisi unajua Nuno na Arsenal ni damu moja. Sasa tulikuwa tunataka kuaibisha, ndio maana tukasema nyinyi kama ndugu zetu mtakula tu 2 kwa kuwa tunataka points 3, sawa? Lakini West Ham United so far wameanza kuimprove kabisa, and this is an assurity kwa mwenye atakuwa na bet next time West Ham ikicheza, tafadhali pea West Ham double chance. Lakini ikicheza against Man U, sikenyo watakuwa wanacheza against Manchester United, tafadhali pea West Ham kichwa. Uza kila kitu, chukua kitanda, chukua kila kitu, uza upeane West Ham kichwa. Ndio hivyo. Safi. Mechi ijayo ya Arsenal baada ya zile hatua za kimataifa, ile kwa Uingereza wanasema international break, Arsenal watarejea Uingereza usafiri kuelekea katika uga wa Craven Cottage kuchuana na Fulham, London derby nyingine. Na vile vile baada ya hiyo London derby watakuwa wanachuana dhidi ya Atletico Madrid kwenye kombe la klabu bingwa barani Ulaya. Unazungumziaje mechi hizo mbili na ubashiri wako wa mechi hizo mbili kama shabiki wa Arsenal? Kama shabiki wa Arsenal, mimi nataka nikwambie ukweli. Mazee sisi saizi hatujui venye L inaandikwa, hatujui D na face huku ama huku. Saizi ni W, yani win tukisonga mbele. Sawa, game yetu against Atletico Madrid tusiongelee tafadhali ndugu yangu. Bana, kwani Simeone ni tisho? Ni mara ya kwanza kumpiga? Julian Alvarez bana. Alvarez ni nani? Kwani si tumempiga 5 akiwa Man City? Sasa si vitisho, sawa? Atletico Madrid atakula 2-0, Fulham atakula 3-1. Fulham unajua ni mandugu, lazima tuwape moja at least, iregeshe goal difference yao kidogo, sawa? So it will be a win against Fulham, and it will be a win against Atletico Madrid. Na unazungumziaje wachezaji kama Eze na vile vile Declan Rice na vile vile Yuri Timber na midfield yote ya Arsenal vile ilivyokuwa dhidi ya West Ham? Unaweza ukasema Arsenal wamesimama katika nafasi gani? Calafiori, mchezaji pale Saliba,
walicheza mchezo ambao ulipendeza sana mashabiki, tunaweza tukasema, kwenye mechi dhidi ya West Ham. Ningependa nianze na kijana Eze. Mimi nilikwambia Eze akifika tunafunga kila kitu. Sawa. Sitaki kuongea kuhusu mengi about Eze. Sawa. Kwa sababu ni kijana mwenye anajielewa kwa mguu. Sawa. Saka Messi, mimi sitaki kutaja Messi ovyo ovyo. Sawa, acha Messi abaki Saka Messi abaki Saka Messi jinsi alivyo. Sawa. Declan Rice pale ule ni captain. Sawa. Declan Rice ni captain. Kijana akiingia mid tusiongelee. Zubimendi Safi, lakini kuna kikwazo kimoja tu ambacho kiliweza kutokea. Declan Rice aliweza kuumia na vile vile Odegaard kupata jeraha. Unadhani itaweza kufanya Arsenal wasiwesiwe katika mechi ambazo zinakuja, ama unadhani Arsenal itasimama vipi? Manake Odegaard amekuwa akitolewa sana, hasa katika kipindi cha kwanza. Amekuwa akitolewa kwenye kipindi cha kwanza kwa sababu ya jeraha. Juzi amekuwa na jeraha la bega. Kwa hivyo unazungumziaje wachezaji Declan Rice na Odegaard kuweza kuumia? Bana, umesema tusiwezi, tunasua wapi na nani? Sawa. Injury size si tisho, injury size si a big worry. Okay? Declan Rice ameumia. Maze Arsenal size as a squad ile ni depth. Sawa. Unatoka mwingine anaingia. Sawa. Saizi nikikwambia Saka alikuwa na injury akarudi, utaamini? Nikakwambia Odegaard amepata injury mara 2 lakini baada akarudi tena akapata ingine. Sawa. So saizi that's one thing yenye imetusaidia as a team. Hiyo the depth of the squad. Unapata tuongele for instance midfield. Baada hatujataja kijana Nogard. Kijana baada anatulia pale kwa bench, sawa, ataletwa. Akiletwa Nwaneri, kijana mdogo, baada ana idinda anaenda kutafuta kwa chief. Baada hajatajwa. Domand amezaliwa jana, sawa, baada hajatajwa. So far Arsenal as a squad tuko sawa, na warietu okay, haiwezi kuwa that much kwa injury, sawa. Warietu inaweza kuwa ni ligi inaisha lini, sawa, ili tupewe kikombe. That's the big worry. Sawa, UEFA final ni lini ili tucheze final tubebe kikombe. But injury can't be our worry saizi. Sawa. Hivyo mko sawa. Sisi tuko sawa. Licha ya kupata majeraha. Tuko sawa kabisa ndugu yangu, si unaona? Last week yote hizo games 4 zimepita tumekuwa na injury. Ni Madueke, kijana wa Madueke mwenye amezaliwa hapa Taveta. Hakuna injury saizi, sawa? Lakini bado kikosi inaendelea. Tuko sawa kabisa. Safi. Bila shaka mtazamaji wangu, huyo ni shabiki wa klabu ya Arsenal, shabiki sugu wa klabu ya Arsenal kwa jina la John Msao, ambaye ana imani kwamba Arsenal msimu huu wataibuka na ushindi wa ligi kuu nchini Uingereza pamoja na ushindi wa kombe la klabu bingwa barani Ulaya, ukipenda UEFA Champions League. Naam, kama ilivyo ada na desturi yetu, tunakwenda kutamatisha kipindi hiki katika hatua hiyo tukiwa tunajiandaa kuungana na shabiki wa klabu ya Chelsea muda mfupi ujao. Naam, mimi ni kinda mkanamizaji Wycliffe Musau. Twende nalo. Safi sana. Mambo vipi Kaisedo? Poa wiki. Uko barida? Niko chonjo. Safi. Mechi ya Chelsea dhidi ya Liverpool, magoli 2-1, mchezaji Moises Caicedo akipigia Chelsea bao la kwanza dakika 14, na vile vile mchezaji Cody Gakpo akisawazishia Liverpool dakika 63, na mchezaji Estevao Willian Kinda ambaye anatokea kule Brazil mwenye umri wa miaka 18 anaifungia Chelsea bao la ushindi. Unazungumziaje mechi ya Chelsea na Liverpool? Mechi ya jana ya Chelsea dhidi ya Liverpool ilianza kwa kishindo kikali sana, sijawahi shuhudia kati ya Chelsea na Liverpool. Mwanzo kabisa nikaanza na goalkeeper. Goalkeeper alikuwa amemakinika ile mzuri sana. Defense, tukija kwa defense, Cucurella alikuwa amemkaba yule winga wao hatari ulimwengu mzima, Mo Salah. Tukija hapa katikati, Badiashile na Chengpong walikuwa wameshikilia hiyo defense vizuri kabisa. Hakuna mtu kupita hapo. Interception zao zilikuwa vizuri. Kija kwa right wing, Gusto alikuwa anacheza kama mtu mwenye ako finali yani. Yeah. Safi. Na bao la Moises Caicedo mapema dakika 14 ni kama lilisambaratisha Liverpool. Yeah, na feel kabisa ile bao la Moises Caicedo lilisambaratisha kabisa mchezo wao Liverpool kabisa, maana walionekana wamepotea kabisa. Ile bao kama liliwatoa morali kabisa kwa uwanja wa Stamford Bridge. Yeah. Cucurella alimkamata Mo Salah, mchezaji Alejandro Garnacho
akitokea klabu ya Manchester United akacheza mchezo mzuri dhidi ya Conor Bradley. Unazungumziaje wachezaji hawa wawili wa Chelsea? Cucurella kumshika Mo Salah ni jambo la kawaida. Si mara ya kwanza jana. Tumemwona mara ngapi? Mara 2, mara 3. Mo Salah akicheza dhidi ya Chelsea. Siku hizi wakati Cucurella kwa Chelsea, Mo Salah hajaifanya kitu chochote. Amemshika akampoteza kwa game 90 minutes. Nashangaa jana hata Cucurella sasa alikuwa hata anapanda. Unlike hizi siku zingine Cucurella alikuwa apandi, alikuwa anamkaba Mo Salah 90 minutes, lakini jana tumeweza kuona anapanda kabisa, walikuwa wana coordinate vizuri kabisa na Garnacho. Ndiposa tunapata kuona Garnacho alikuwa anamtesa huyo Bradley. Sijui alikuwa amelipwa mtezo vijana kutoka Manchester United. Jana ameng'ara sana vile kwa game yake ya jana. Sijawahi ona hata akiwa Man U akiwa na mchezo kama alivyokuwa na jana. Manake pia kwenye mechi dhidi ya Benfica alicheza vizuri Garnacho. Na unaweza ukazungumziaje form ya Chelsea kwa wakati huu, kwa sababu mechi 2 mtawalia, moja ya Champions League dhidi ya Benfica goli 1-0 wakimpiga Jose Mourinho, na sasa dhidi ya mabingwa watetezi Liverpool, watetezi wa ligi kuu nchini Uingereza Liverpool, vijana wa Ancelotti, you'll never walk alone. Chelsea inaokota alama zote 3 kabla ya hatua za kimataifa. Unazungumziaje Chelsea kwa wakati huu? Kama nilivyokuwa nimesema hapo awali, Benfica Mourinho hangechukua hata point moja Stamford Bridge. Nilikuwa nimeashua fans hiyo kabisa, na nikasema against Liverpool it's either tutaenda 1-1 ama lazima tutawapiga 2-1, na of which matokeo yamekuja kuwa true. Kile naweza sema Bashiri wako ulisimama ukweli. Bashiri wangu ulisimama ukweli, na nilisimama kila siku hadi jana. Nilikuwa naambia watu hivyo, hii Liverpool tutaitandika. Maana nilikuwa nishaisoma hii game yao, nikajua Chelsea against timu kubwa inacheza kama finali. Na jana ilikuwa kama ndio finali ya Premier League. Yep. Bila Cole Palmer hakuna matatizo vile vile. Lakini huyu jamaa tumeona kama huyu kijana mdogo amemreplace vizuri. Huyu Estevao tumeona game yake amefanya hata atumiss Palmer. Yeah. Labda hata angeanzishwa kwa mechi ya jana dhidi ya Liverpool, labda angefanya vizuri zaidi. Angeanzishwa namba 10, kijana Estevao acheze right wing. Liverpool ingekula bao 4. Yeah, kipindi ya kwanza tu tungekuwa tushamaliza hiyo mchezo. Tuambie hawa ndugu zetu endeni mkae hapo juu mchukue kikombe yenu ikiwezekana. Na wasiposhinda pia tunaikujia sisi wenyewe. Yeah. Na hii form ya Chelsea kwa sasa, unaweza ukasema Chelsea wanaweza wakashinda kikombe msimu huu, ama unazungumziaje Chelsea wanavyosimama kwa wakati huu? Kwa sababu tumeona hapo nyuma wameweza kupigwa na Manchester United, wameweza kupigwa pia na Brighton, lakini ni kama wamefufuka. Unasemaje kuhusiana hilo? Chelsea haikuwa imekufa. Nakwambia Chelsea ilikuwa imekufa, imefufuka. Chelsea, kitu inasumbua Chelsea ni red card. Hizi mechi umetaja zote 2-3, Chelsea imepoteza sababu ya red card. Red card yenye inafanya kocha anachanganyikiwa. Lakini ingelikuwa kocha tunapata red card na anatumia akili zake vizuri kama vile alitumia dhidi ya Benfica na jana, tungekuwa tumeshinda hizo game zote. Kwanza ya Man U tungekuwa tumepoteza. Lakini Chelsea ati imefufuka, ilikuwa imekufa, hapo nitakataa. Chelsea haikuwa imekufa. Tuko kwa race tena vizuri sana. Yeah. Safi. Liverpool wamepoteza mechi 3 mtawalia. Mechi yao ya kwanza waliopoteza ilikuwa dhidi ya Crystal Palace, magoli 2-1, Nketiah akifunga bao la ushindi. Vile vile wakaweza kucheza kombe la klabu bingwa barani Ulaya, wakapigwa na Galatasaray, Osimhen akitia bao kupitia mkwaju wa penalti. Na sasa dhidi ya Chelsea magoli 2-1. Unazungumziaje kambi ya Ancelotti kwa wakati huu, ama tatizo liko wapi na vijana hawa wa Liverpool? Mwanzo nikianza kabisa, Liverpool msimu uliopita kikosi chao kilikuwa imara. Kilikuwa kikosi kenye kilikuwa kinachituma sana na walikuwa wameshikana vizuri. Of which hii season wameweza kuuza those both wale important players na wakaleta wengine important players, lakini wengi. So ile nafikiria kambi ya Liverpool sasa hii there is something yenye inaweza kuwa outside the pitch yenye inaleta hiyo mtafaruko kwa Liverpool. Then kitu ya pili pia, I think coach ana lack skills za kushikanisha hawa players. Wote ni best players na wamenunuliwa bei ghali kuja kwa hii Liverpool ku defend title yao.
So tunapata kwamba kuona wakati player amenunuliwa gali expensive, yani anakuwa na ile pressure, anakuwa na ile watu wanakuwa na matarajio mengi kwa huyo player. Na sasa hivi tunaona kwa Liverpool si mmoja, tuko na Ekitike, kuna Isaac, kuna Wits, kuna Kirkes, kuna Frimpong. Hawa maplayer wote wamecost Liverpool around 440 million pounds kwa season moja. So the expectations za mafans ziko juu, whereby zina cause pressure kwa hawa players, and then hawawezi click sahi, unaona, hawawezi wakashikana sahi wa perform mpaka wapewe labda time. Lakini kwangu, kwa idea ya Ancelotti, I think inawapotosha pia. Yeah. Ukiangalia mechi ijayo ya Chelsea itakuwa dhidi ya klabu ya Nottingham Forest, vijana ambao sasa hivi wako chini ya uongozi wa kocha mpya Ange Postecoglou, ambaye amekuwa na rekodi ambao si nzuri sana kwenye ligi kuu nchini Uingereza katika mechi zake 6 au 7 akiwa mkufunzi wa klabu ya Nottingham Forest. Kisha wataweza kucheza dhidi ya Ajax Amsterdam, klabu ambapo Joel Lato alitoka. Unazungumziaje mechi hizo mbili za Chelsea baada ya hatua za kimataifa? Tunaomba sana, kitu cha kwanza, baada ya players kutoka kwa internationals tunakuanga na injuries. Tunaomba sana, maana injuries zimezidi kwa Chelsea. Naomba Mwenyezi Mungu ama player wenye wanaenda international warudi wakiwa wazima. Iwapo watarudi wakiwa wazima wote full, Nottingham itapata kichapo. Sasa hii Ange sawa, ni kocha mzuri sana, amebeba ni kombe kwa Tottenham, kombe kubwa. Ameenda Nottingham. Sasa hii hajashikana vizuri juu players lazima wa take time kushika na kwenda na idea yake. So I think pia Nottingham kumpoteza kocha wao Espirito, pia I think kuna ile feeling wako nayo kwamba wamepoteza kocha wao, alikuwa kocha mzuri sana. So ita take time, watabai time sana kushika ama kuelewa ama kukubaliana na hali kuwa wako na Ange sahihi. So I think timu yenye inakutana na Nottingham sahihi, I think ni points tu watapata points. Kwa hivyo unadhani kwa hivyo Chelsea watagonga Nottingham katika hiyo mechi ya kwanza? Tena watagonga vibaya tena, sile kidogo tu. Kijana Willian mwenyewe akiokota mbili hapo. Amefungua ukurasa jana. Amefungua ukurasa kwa timu kubwa, kwa machampion wa EPL. Yeah. Na dhidi ya klabu ya Ajax Amsterdam kwenye kombe la klabu bingwa barani Ulaya, ubashiri wako wa mechi hiyo? Ubashiri wangu kwa Ajax, naenda na 3-0. Chelsea itashinda 3-0. Yeah. Na Nottingham Forest wanaokota 4-0. Hakuna, ni clean sheet zote, hakuna kufunga bao hata moja hapo. Yeah. Safi. Huyo bila shaka ni shabiki wa klabu ya Chelsea kwa jina la Ayuma au kipenda Kaisedo. Anasema kwamba Chelsea wataandikisha ushindi dhidi ya klabu ya Nottingham Forest na vile Ajax Amsterdam baada ya hatua za kimataifa. Waingereza wanasema international break. Naam, kufikia hapo mtazamaji wangu, sina la ziada, ndipo tunakwenda kutamatisha kipindi chetu bab kubwa EPL mtaani. Jina langu ni Kinda mkanamizaji Wycliffe Musau. Hadi Jumapili ijayo, kwa heri.